hata mimi binafsi nao baadhi ya marafiki zangu, akija kuniazima pesa simpi, kwa sababu simwamini. Ni shekhe kweli, lakini simwamini, simpi, kwa sababu kishampa hairudi. Kwa hiyo akija pale nitamwambia dada, yani sasa hivi shekhe, yani kuna mtu kaja kuniazima pesa kama hiyo, nasababisha watu wanasema uongo. Na kama utampa, unawekania hii sadaka, huwezi kunielekeza mtu yule Shemalenga anaweza akaniazima, hebu nenda jaribu. Basi ukitoka tu pale unakuta simu inaenda kwa Shemalenga, je, jiwe hiyo ukimpa arudishi shekhe, usije ukamwadhima pesa, amekuja huko. Uaminiwi. Na hivi sasa tunasikitika sana. Sasa Shafii, tunasikitika sana. Zamani za kale watu walikuwa kiaminiwa sababu ya kuswali. Sababu ya sala tano ilikuwa ukienda pahala unapewa unarudisha. Hivi sasa sala imekuwa sio kipimo. Waislamu tunakuaje? Ili mtu umwamini hivi sasa sio msikitini tena. Kipimo ni kwenye miamala. Sala bado hazitutoshi. Tuna makanzu matapeli, tuna makanzu, tuna madeni, unabadilisha njia, unambadilishia simu, hupokei simu ya mtu na una amana ya mtu. Kigezo alikuamini, alikukuta msikitini, umemrusha hivi hivi. Hivi sasa sala tena imekuwa sio kipimo. Tunakuaje sasa namna kama hii? Kwa hiyo jambo la 8, ukiwa mtumwa wa madeni utakuwa huaminiwi, na wewe usikubali kutokuaminiwa. Nikuulize hivi sasa, haya maduka yote ya Shauri Moyo, wewe fundi, wewe mfanya biashara, wanakuamini au ndo ushawatia ndimu wewe mwenyewe unajua? Mtihani mkubwa. Jambo la 9, ukiwa mtumwa wa madeni, watasema utakuwa sababu familia yako kukosa furaha, na huu ni mtihani mkubwa. Hawawezi wakawa na furaha. Umekaa unasikiza redio, umeshika tamba pale nyumbani, mkeo anakuuliza, baba unaumwa? Siumwi, niko sawa. Namkuta mama anadaiwa na hivyo vikoba, kashika kichwa, vipi unaumwa? Siumwi. Mara muda mchache watu wanakuja kukuharasi nyumbani, mzee tumekuja kuchukua nyumba. Unaanza kufikiria kuihamisha familia. Hii tabu gani? Mara unashikwa unapelekwa na mgambo na umepigwa pingu mbele ya watoto. Watoto wanalia. Wanaambiwa msiwe na wasiwasi. Anarudi huyu, msiwe na wasiwasi. Kwa hiyo furaha kuingiza nyumbani ni kitu cha umuhimu kuliko chochote. Lakini kwa sababu ya vile unavyodaiwa wanakosa furaha, na automatically tu mke anayekupenda akikujua unadaiwa anaumia. Ndio maana wanaume wengi anaficha madeni kwa mkewe. Mke akijua tu, wewe kumbe unadaiwa namna kama hii, sasa mimi ningefanyaje? Ndio ukope. Madeni si kitu kizuri. Cha mwisho, ukiwa mtumwa wa madeni, imani yako itaathirika. Imani itaathirika. Kwanza utajihalalishia uongo ili umridhishe anayekudai. Hilo la kwanza. La pili, inawezekana msikitini kuna mhadhara, unatamani kweli kuja leo Songea, leo Sheikh Malenga ana hutuba na ni mpenzi wako, utaka ukamsikilize, unatamani wewe Sheikh twende basi msikitini. Lakini ukifikiria pale msikitini nadaiwa, huji Sheikh, mimi wacha nitaenda kuswali Morogoro, au utajizushia maradhi, koo langu leo linaniuma sana, natamani kwenda lakini siko sawa. Pia imani yako itaathirika, huwezi kuja msikitini. Nilikuwa na mzee wangu mmoja, nikifunga neno hili la madeni, alikuwa anamdai mtu kodi hapo tu Mbagala. Kodi ya nyumba, kijana anadaiwa kweli kweli. Ukiwa na madeni unaweza ukaishi maisha ya ajabu kweli kweli. Anasema namdai yule kijana, namsubiri nyumbani haji, nakaa nje pale na mke wangu tunamsubiri. Tukiingia ndani tayari kashaingia ndani. Tunamgongea, kijana, ambia mzee tutaongea kesho, sijisikii vizuri. Asema huyu asubuhi kabla hajatoka tutampata. Tukitoka tukashaondoka. Tukamsubiri siku ya pili, tukakaa mpaka saa 4. Tulipoingia ndani tu huyo kaingia ndani. Kama mchawi. Huyu asubuhi atoki. Asubuhi tunakuja kashaondoka. Wiki nzima anatusumbua. Asema mke wangu kaniambia usipate tabu, tia kufuli. Akabana kufuli pale tap. Asema twende tukalale wala tusimlinde. Asema tulivyoenda kulala tukasikia tunagonga, mzee, bwana mzigo wako huu hapa, njoo unifungulie bwana. Alikuwa anakimbia shida, madeni. Madeni yalishawahi kumfedheha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ndugu yangu Muislamu, usikope. Sahaba mmoja alikuwa na madeni mengi mengi. Mtume sallallahu akamfundisha dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika min al-faqr wal kufr wa min ghalabati ad-dayn wa kahli ar-rijal. Na wewe omba dua hii, inshallah Mungu atakufutia madeni. La kwanza. La pili, mwaka huu mpya wa Kiislamu sema hivi, inshallah nitajinyima, nitalala njaa, lakini mwaka huu siweki hata shilingi ndani, ni mwaka wa kulipa madeni. Unaona, Mtume alikuwa hamswalii mtu anayedaiwa. Leo mtu akifa hapa tunatangaza nani anamdai, wewe unaona aibu, bora ungesema, kwa sababu deni linadaiwa mpaka mbele ya umauti. Huko kwa Mwenyezi Mungu watu watapata shida sana, shauri ya madeni, na huko unakwenda kulipa thawabu zako. Kwa hiyo usirelax kwamba hawanidai tena, washasahau madeni yao. Hata kama ni shilingi 100, tafuta mtu, lipa madeni yao yote, na usikope. Ndugu yangu Muislamu, tunamwomba Allah atupe taufiki tusidaiwe. Tunamwomba Allah atufungulie maisha yetu, tuishi maisha ya usahali, tulipe mahali tunazodaiwa, tulipe biashara za watu ambazo tumedaiwa. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحات وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق.